Kidogo katika kitabu cha Yohana wa kwanza 5. Wewe tatareba. Sasa hii nini huyu ameweka hapa sasa? Hii ni chao watu na walo. Ngeke chao hiva. No. Yohana wa kwanza 5 kuanzia mstari ni wa 18. 18 mpaka mstari ni wa 19. Hiyo mstari miwili. Inasema ya kwamba tunajua kwamba kila mtu ambaye amezaliwa kutokana na Mungu hana mazoea ya kufanya dhambi, lakini yeye hulindwa na yule ambaye amezaliwa kutokana na Mungu, na yule mwovu amshiki imara. Wenza kwa sifa. Yaani maandiko yanatufunza ya kwamba yeye aliye, tunajua kwamba kila welcome live chat ande ni maandika sana Linda live, karibu sana, karibuni sana nyote. Tunasema tu maandiko kidogo katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 5 mstari wa 18 na 19. Nasema kwamba tunajua kwamba kila mtu ambaye amezaliwa kutokana na Mungu, yaani kila mtu ambaye amezaliwa kutokana na Mungu hana mazoea ya kufanya dhambi, lakini yeye hulindwa na yule ambaye amezaliwa kutokana na Mungu. Kwanza poa sifa. Yaani maandiko yanatufunza nini hapa? Yeye na ambaye aliyezaliwa kutokana na Mungu hana mazoea ya kufanya dhambi. Mtu na yule ambaye amempokea Yesu katika moyo wake, mtu na ambaye amempokea Yesu na kusema nimeokoka, mtu na ambaye amempokea Yesu na kumkubali kuwa mwokozi wake, amezaliwa, kwanza apoe sifa, na akibatizwa kupitia maji mengi. Huyo mtu amezaliwa kutokana na Mungu, kwanza apoe sifa, na hafai kuwa na mazoea ya kutenda dhambi. Amen. Kwanza apoe sifa. Hafai kuwa akitenda dhambi, hafai kuwa matendo yake yana upotovu ndani yake, bali anafaa kuwa ni mtu na ambaye anampenda Mungu, maana atakuwa analindwa na yule na ambaye amezaliwa kutokana na Mungu. Na huyo ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwanza apoe sifa. Huyu Yesu Kristo, maana ndiye amezaliwa kutokana na Mungu, nasi tumekubali kuwa ni wanawe, nasi tumekubali kuwa tunafuata jina lake, tumemkubali akapata kutuongoza, tumezaliwa kutokana naye, ndiye anatulinda, na yule mwovu hana hukumu kamwe ya kutukaribia. Kwanza apoe sifa. Hiyo ni maandiko yanasema hivyo, sio mimi. Yohana wa kwanza 5 hiyo mstari wa 18. Unaweza ukasoma na Mungu atakubariki sana. 19. Tunajua kutokana na Mungu, lakini ulimwengu mzima unakaa katika nguvu za yule mwovu. Kwanza apoe sifa. Tunajua tunatokana na Mungu, lakini ulimwengu mzima umetawaliwa na yule mwovu. Kwanza apoe sifa.
So ina maana gani? Ulimwengu huu tulimo umetawaliwa na nguvu za kishetani, umetawaliwa na nguvu zilizo na upotofu ndani yake, umetawaliwa na nguvu zilizofaa, lakini sisi tumetokana na Mungu. Kwanza apoe sifa wapendwa. Amen. Kwanza apoe sifa. Sasa tunapaa kukumbali ya kwamba hata kama tuko katika ulimwengu huu, hata kama tuko katika ulimwengu uliojawa na dhambi, katika mstari wa 18 imesema ya kwamba yule mwovu hana hukumu kamwe ya kutukaribia na kutushinda. Kwanza apoe sifa. So hii maandiko inatufunza nini? Hata kama tunakaa katika ulimwengu huu uliojawa na uovu, hakuna hata chembe yoyote ya yule mwovu kutushinda. Hakuna chembe yoyote ya yule mwovu kukamata maisha yetu. Hakuna chembe yoyote ya yule mwovu kutushawishi sisi kutoka ndani ya Mungu, isipokuwa wewe mwenyewe umpe ruhusa akunjaribu na umpe ruhusa ya kukutoa wewe mbali. Kama mje mpa ruhusa ya kukutoa wewe, hawezi kama kukutoa. Kwanza poa sifa. So wapendwa, naomba tukapate kusimama na Mungu. Wapendwa, naomba tukapate kumpa Mungu nafasi katika maisha yetu. Wapendwa, naomba tukapate kusimama na Mungu na tukapate kumpa na maisha yetu. Tukapate kumpa kila kitu na ambacho tulioko nacho. Kwa ajili ya nini? Yeye ndiye aliyetupa uhai, yeye ndiye aliyetuumba. Mali tulioko nazo ni zake, ndiye aliyetupa. Kila kitu chote tulioko nacho ni chake, sio chetu. Kwanza apoe sifa. Unapaa kumpa na hukumu ya kukuongoza wewe na mali yako, ili ukapate kuwepo sefu ukiwa katika na ulimwengu huu, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Neema ya Mungu nitatosha. Kwanza apoe sifa. Amen. Nataka tusome Luka 4. Luka 4. Tufungue kitabu cha Luka 4. Tukapata kusemesana hapo kidogo, ndio nikapata kuambia chenye nimewaitia wapendwa. Luka 4 mstari ni wa 16. Naye akaja mpaka Nazareth, ambako alikuwa amelelewa na kulingana na desturi yake, siku ya Sabato akaingia katika sinagogi, naye akasimama ili asome. 17. Kwa hiyo akapewa kitabu cha kukunjwa cha nabii Isaya, naye akakifungua na kupata mahali palipokuwa pameandikwa. 18. Roho ya Yehova iko juu yangu, kwa sababu alinitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema. Alinituma kuhubiri kuachiliwa huru kwa mateka, na kupata kuona tena kwa vipofu, kuacha waliobondeka waende zao wakiwa wameachiliwa huru. Kwanza apoe sifa. Huyu ni Yesu Kristo, anasema ya kwamba alitumwa. Kwanza apoe sifa. Kitabu cha kukunjwa ni hiki hapa. Kitabu cha kukunjwa ni hii Biblia. Kwanza apoe sifa. Hiyo maandiko ulisoma iliandikwa katika kitabu cha Isaya. Amen. So ina maana gani? Tulitumwa tukapata kueneza habari njema kwa makabila yote, kwa nchi yote, kwa watu wote.
wakapata kumjua Mungu, wakapata kunjua Mungu ni nani, tukapata kuwapa vipofu macho, walio wagonjwa wakapata kupona, walio mbodeka wakapata kuachwa huru, waliofungwa wakapata kufunguliwa. Bwana sapewa sifa. Siku ya leo nakutangazia ukapata kufunguliwa uliyefungwa. Siku ya leo nakutangazia wewe ambaye hauna amani ukapokea amani. Siku ya leo nakutangazia wewe ambaye uliyembondeka ukapate kupokea uhuru wako. Bwana sapewa sifa. Wewe na ambaye hauna amani ukapate kupata na amani yako. Amen. Watu wanaokutenga siku ya leo Mungu akapata kuwa pamoja na wewe, akapata kukupa kibali cha kukumbalika mbele za watu. Bwana tunapewa sifa. Amen. Bwana tunapewa sifa. Wapendwa ndani ya Yesu Kristo, siku na mengi ni hayo tu. Ndio tu nilikuwa tunaendelea na kuwahimiza watu wa Mungu ili tukapate kunjua Mungu zaidi, na kila siku tukapata kunjua Mungu ametutuma nini, na kila siku tukapata kunjua Mungu anatuitia nini katika dunia hii. Tunapaa kufanya kazi gani katika hii dunia? Tunapoa sifa. Ni kitu gani kinachofanya tukapata kuendelea kukaa hai? Amen. Kazi uliyotumwa na Mungu fanya. Usiwe mzembe katika kazi ya Mungu. Fanya kazi ya Mungu jinsi ipasavyo, na Mungu wa mbinguni atakusaidia na atakuwa pamoja na wewe. Mimi nafika hapa na Mungu wa mbinguni akubariki sana wa mpendwa. Wewe mwenye umekuwa na mimi kutoka mwanzo mpaka mahali hapo. Nasema ni asante sana na neema ya Mungu iwatoshe. Naomba tu msidi kunisubscribe na kulike na kushare, na Mungu wa mbinguni atawabariki sana. Tena kile kimefanya niwaite hapa. Wengi wetu tunajua kwamba mimi nilikuwa mgonjwa na sasa niko mzima. Ukisikia na ubiri, ukisikia naongea, niko mzima, naongea tu vizuri, lakini ingawa unasikia tu sauti yangu kuna vile haijarudi vizuri sana. Kuna tu ulimi tu, kuna penye hapa chini kuna imeshikana tu, na nimeambiwa lazima nifanyiwe operation na nafasi imepatikana mwezi ya 7 huko. So nitarudi mwezi ya 6 hospitali Kenyatta, na naomba tu mkapate kunisaidia. Wenye tu mtanishika mkono, mkapate kunishika mkono kwa kile tu kidogo ulioko nacho, ukapate kunisaidia nacho. Nitapost hii video katika YouTube na katika TikTok, WhatsApp na Facebook ili mkapate kuona wengine. Sasa kuna vitu niliandikiwa nikanunue. Niliambiwa ninunue chuma juu imeambiwa lazima nikatwe hapa. Hapa hii mfupa hapa hivi ifunjwe na inahitajika chuma. Ndio hii ulimi ipate kuonekana kitu iliyoko ndani ni nini. So hii mfupa lazima ifunjwe na inahitajika chuma na hiyo kitu ya kufunga, alafu so ya kukata. Hizo ndio vitu nimeambiwa, na sinahitaji 77,000. 75,000 sio 7. 75 ndio inahitajika. So kwa uwezo wangu nikaona sina uwezo wa kupata hiyo pesa, so naomba msaada kwa yeyote yule aliye na kidogo tu kile ulioko nacho, utanisaidia nacho before tarehe 29 mwezi ya 6 ifike, ndio nitarudi nipate kununua hizo chuma, nirudi nayo nikapate kufanyia hiyo operation, na Mungu wa mbinguni atanisaidia na atanipa uwezo wa kuendelea tena na kueneza na injili yake na kumtumikia. So Mungu wa mbinguni awabariki sana na wape neema. Shalom, shalom, shalom. Barikiweni sana na neema ya Mungu iwatoshe wapendwa. Amen. Yeah. Nandite. Wewe ndo umepost nani kolea? Ndio ndio umepost.